Tumekutana hapa leo kushuhudia tukio la malipo ya kwanza kwa wawekezaji wa Sukuk kama tulivyoahidi miezi 6 iliyopita. Mageuzi ya uchumi wa fedha yaliyoanzishwa hapa nchini yamekuwa ni msingi muhimu wa kuijenga Zanzibar katika kuwashirikisha wananchi kwenye ukuaji wa uchumi wa nchi yao. Akizungumza katika hafla ya kumpongeza Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa mageuzi ya uchumi na fedha pamoja na utoaji wa gawio kwa wawekezaji wa Zanzibar Sukuki na uzinduzi wa skimu ya fedha ya jamii yenye kufuata misingi ya Kiislamu, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi anasema uchumi wa Zanzibar umekuwa kwa zaidi ya 7.2% kwa mwaka, pamoja na mapato ya ndani yameongezeka kwa 278% kwa kipindi cha miaka 5. Mageuzi ya uchumi na fedha tuliyoyaanzisha nchini yamekuwa ni msingi muhimu wa kuijenga Zanzibar unaoshirikisha wananchi katika ukuaji wa uchumi wa nchi yao. Tulianza kwa kuweka misingi ya sera madhubuti, mifumo ya kisasa na usimamizi makini wa fedha za umma. Sasa tunashuhudia matokeo kama ifuatavyo. Kwanza, uchumi wetu umekuwa kwa zaidi ya 7.2% kwa mwaka. Uwekezaji wa ndani na nje umeongezeka. Mfumuko wa bei umedhibitiwa kwa wastani wa tarakimu 1. Mapato ya ndani yameongezeka kwa 278% katika kipindi cha miaka 5. Na sekta za huduma, utalii, kilimo na uvuvi zimekuwa kwa kasi sana. Mageuzi haya yamejengwa juu ya misingi ya uwajibikaji, uwazi na matumizi bora ya teknolojia za kisasa. Akizungumzia kuhusiana na kuzinduliwa kwa Zanzibar Sukuki, Rais Mwinyi anasema serikali imegharamia miradi mbalimbali ya kimkakati pamoja na kuimarisha imani ya wawekezaji hapa Zanzibar. Mwaka wa 2024 tulizindua Zanzibar Sukuk, chombo cha kifedha kinachoendeshwa kwa misingi ya sheria ya Kiislamu ambacho kilipata umaarufu mkubwa ndani na nje ya nchi. Mwaka huu wa 2025 tunashuhudia tukio jingine muhimu la malipo ya kwanza kwa wawekezaji wa Zanzibar Sukuk, jambo linalothibitisha ufanisi wa serikali katika kusimamia dhamana zake. Kupitia Sukuk, serikali imeweza kufanya yafuatayo. Kwanza, kugharimia miradi mbalimbali ya kimkakati. Pili, kuimarisha imani ya wawekezaji. Na tatu, kufungua milango mipya kwa sekta binafsi kushiriki katika maendeleo ya taifa. Kwa hakika, hii ni historia mpya ya kifedha inayotuweka Zanzibar katika ramani ya dunia ya uwekezaji wa sharia za Kiislamu, yani Islamic Finance. Kwa mafanikio hayo, ni haki yetu kujipongeza na nawashukuru sana watu wote waliochangia kutufikisha hapa. Ndugu wananchi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, mafanikio ya uchumi shirikishi hayawezi kupatikana bila ya kuwa na mfumo imara wa bima. Kupitia ZIC tumeanzisha mfumo wa bima ya Kiislamu, yani takaful, ambao utatoa huduma za bima kwa msingi wa sheria kama tulivyoelezwa. Takaful imefungua ukurasa mpya wa ushirikishwaji wa wananchi katika uchumi. Aidha, kwenye eneo la afya tunatambua kwamba afya njema ni msingi wa uchumi imara. Serikali imeanzisha mfuko wa bima ya afya Zanzibar ili kuhakikisha kila Mzanzibari anapata huduma bora za afya popote alipo bila kujali kipato chake. Kupitia mfuko huu, huduma za afya zimeanza kupatikana kwa urahisi zaidi. Vituo vya afya na hospitali zinapata fedha kwa wakati na wananchi wanapata uhakika wa matibabu bora. Sasa waziri ameyasema mengi hapa kuhusu yanayosemwa huko majukwaani. Mimi nisingependa kuyazungumza haya kwa sababu kwa kweli hakuna hata haja ya kujibu lolote. Anapokuwa mtu kaamua kutunga hivi maneno akayasema, hana ushahidi, hana facts, kwa kweli watu kama hao, mimi huwa nasema upuuzi hupuuzwa. Kwa hiyo wala sitochukua muda wangu kuingia katika hilo. Ndugu wananchi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, serikali pia imefanya mageuzi makubwa katika mfumo wa hifadhi ya jamii nchini.
Tumeimarisha utendaji wa mifuko ya hifadhi, kuhakikisha malipo kwa wastaafu yanafanyika kwa wakati, michango inasimamiwa kwa uwazi na faida zinawanufaisha wanachama. Kwa kutumia mifumo ya kidijitali, tutahakikisha kila mfanyakazi wa umma na wa binafsi anasajiliwa na kulindwa dhidi ya changamoto za kiuchumi katika uzee, katika maradhi na katika ajali. Akimkaribisha Rais wa Zanzibar, Waziri wa Fedha na Mipango Saddam Kuya Salum anaelezea jinsi ya matumizi ya fedha na usimamizi wa fedha kwenye dola milioni 567 kama hapa anavyosema. Kwa namna ambavyo umeweza katika kipindi chote cha miaka mitano kusimamia mageuzi hayo. Mara nyingine tulipokuwa unatupa maelekezo, ilibidi kwanza twende tukatafakari how best tunaweza implement yale. Lakini tuliona kwamba ni lazima katika nyanja ya uongozi, ni lazima uwe mbunifu, lakini vile vile uwe unafikiri mbele ya muda. Tunakupa hongera sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, nataka nieleze maneno machache. Wakati unaingia madarakani, kulikuwa na utaratibu wa kifedha ambapo duniani ulikuwa, yani sisi kama Zanzibar, kwa kuwa ni nchi ambazo tumezoea utaratibu wa kifedha ule tu wa kiutamaduni, kulikuwa hatuna namna zaidi ya kufikiria kuona kwamba kuna utaratibu wa upatikanaji wa fedha ili tuweze kutekeleza miradi ya maendeleo. Mheshimiwa, mnamo Septemba mwaka 2021, shirika la kimataifa la kimataifa International Monetary Fund IMF ilithibitisha dola milioni 567.25 kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dola hizo milioni 567, lengo lake lilikuwa ni kusaidia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuaddress issues zinazotokana na athari za Uviko 19. Baada ya kuona kwamba nchi nyingi zimekuwa na uchumi wake umerudi nyuma kwa kiasi kikubwa, shirika la fedha la kimataifa, kutokana na uongozi imara wa viongozi wetu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, fedha hizi zilithibitishwa kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa Mheshimiwa Rais, fedha za shirika la fedha la kimataifa, Benki ya Dunia, Benki ya Maendeleo ya Afrika na taasisi nyingine za kifedha hazipatikani kwa connection ya watu. Zinapatikana kwa utaratibu maalum, mojawapo ikiwa ni uimara na udhibiti wa uongozi katika nchi ambazo zile fedha zinapelekwa. Mheshimiwa Rais, nimepata kusikia hivi clip karibuni, tunazungumza kwamba kulikuwa kuna connection ya mtu fulani ndio fedha hizi zikaingia katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi mwenyewe binafsi nilishangaa sana, kwa sababu tumekuwa tukikaa vikao vya Umoja wa Mataifa, tunakaa vikao vya Benki ya Maendeleo ya Afrika, tunakaa vikao vya IMF pamoja na Benki ya Dunia. Sijawahi kuona kuna watu wanazungumzia connection ya mtu fulani. Assessment zinazofanyika katika mikutano hiyo ya kimataifa ni assessment za nchi na sio za mtu. Mwanzoni, Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Fedha na Mipango Aboud Hassan Mwinyi anaelezea jinsi ya mageuzi ya uchumi ulivyo kwa hivi sasa na mafanikio yaliyopatikana pamoja na kuongezeka kwa bajeti ya serikali. Nashukuru wewe Mheshimiwa Rais binafsi kwa kukubali ombi letu la kuwa mgeni rasmi kwenye hafla hii. Pia nikupongeze kwa uongozi wako imara na nia ya dhati ya kuleta maendeleo kwa wananchi wa Zanzibar. Mheshimiwa Rais, mageuzi yoyote katika nchi hutegemea uongozi ambao unatumia njia mbadala na ubunifu katika utekelezaji wa kukuza uchumi na mkakati wa utoaji wa huduma kwa wananchi. Tumeshuhudia katika kipindi cha miaka mitano cha serikali ya awamu ya 8
kumefanyika mageuzi makubwa katika sekta ya uchumi na fedha. Mheshimiwa Rais, madhumuni ya hafla yetu hii ya leo ni kutambua mchango wako, kukupongeza wewe binafsi kwa jitihada zako za kuleta mageuzi katika sekta mbalimbali, sambamba na kuthamini juhudi zako katika kuimarisha uchumi wa Zanzibar. Matukio yetu ya leo yanaenda sambamba na jitihada zako unazoendelea kuzifanya katika kuleta maendeleo kwenye nchi yetu. Leo tutashuhudia matukio matatu makubwa yaliyofanyika kwenye sekta ya fedha na uchumi kwa kipindi cha miaka mitano. Kwanza kabisa, tutakuwa na uwasilishaji wa mafanikio ya sekta ya fedha na uchumi kwa mwaka 2020 hadi 2025. Pia tutakuwa na uzinduzi wa malipo ya awali ya utoaji wa gawio kwa wawekezaji wa Zanzibar Sukuk. Na la tatu, tutakuwa na uzinduzi wa mfuko wa hifadhi ya jamii inayofuata msingi wa sheria skimu. Naomba nianze kwa uwasilishaji wa mageuzi ya uchumi na fedha. Mheshimiwa Rais, kwa kipindi cha miaka mitano kumekuwa na mageuzi makubwa ya kiuchumi na fedha ambayo kimsingi kupitia sekta hii ndiyo chimbuko la maendeleo yote nchini. Miongoni mwa maeneo ambayo yameimarika ni pamoja na kudhibiti matumizi ya serikali na kuongeza ukusanyaji wa mapato. Hii ndio nguzo mbili kuu ambazo zimetufanya leo kufikia hapa. Nianze na kudhibiti matumizi ya fedha za serikali. Awamu ya 8 ilipoingia madarakani ilikuwa inatumia asilimia kubwa ya mapato yanayokusanywa kwa mwaka kwenye kulipia mishahara na matumizi ya kawaida ya serikali, yani OC, na kiasi kidogo ndicho kilikuwa kinabaki kwa ajili ya matumizi ya miradi ya maendeleo. Hivyo basi, kwa hatua zilizochukuliwa ni kama ifuatavyo. Hatua hizi zimechukuliwa kwa ajili ya kudhibiti matumizi ya serikali: kuhakiki wafanyakazi wote wa serikali waliobainika kuwa wafanyakazi hewa walitolewa kwenye payroll ya serikali. Pia serikali kupitia mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali ilihakiki madeni yote ya wazabuni na wafanyakazi, na yale yaliyobainika hayana kasoro yalilipwa. Kuanzisha mfumo wa bajeti na matumizi ya serikali, yani BAMAS, ili kuoanisha mipango na matumizi ya serikali kwa mujibu wa bajeti iliyoidhinishwa, sambamba na kuzijumuisha taasisi zote zinazojitegemea kutumia mfumo huu. Kuanzisha mifumo mbalimbali ikiwemo mfumo wa e-office, HR PayMis, na kuioanisha ili kufanya kazi kwa pamoja na kupunguza matumizi ya shajara, wino, na kupunguza pia kununua vifaa vya kuchapisha. Serikali imewezesha taasisi za umma kujitegemea na kupunguza kiasi cha ruzuku zilizokuwa zikitolewa na serikali kuu, zikiwemo kwenye taasisi ya ZBS, ZBC, Mji Mkongwe, ZFJ, Kamisheni ya Utalii na nyinginezo. Nao wakuu wa taasisi za serikali wakawa na haya ya kusema kuhusiana na taasisi zao katika mageuzi ya kiuchumi. Mheshimiwa Rais, cha kwanza, mfuko wa hifadhi ya jamii umetekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi 100%, na sasa hivi tunafanya yale ya ziada, lakini alhamdulillah tumetekeleza 100%. Lakini baada ya hapo kuna mambo ambayo Mheshimiwa Rais ulipoteuliwa ulituita na ulitupa maelekezo yako mengi, na leo nataka mfuko wa hifadhi ya jamii uone ndani ya miaka mitano hii kwa mujibu wa maono yako. Mheshimiwa Rais, nikutaarifu tu yale yote uliyotuambia tumeyatekeleza. Cha mwanzo, kwenye usajili wa ajiri sana ongezeko la 69%, lakini waajiriwa wakati 2020 tulikuwa tuna 103,000, sasa hivi tuna 159,000, sasa na 54%. Hii Mheshimiwa Rais inaonyesha kwamba ndani ya kipindi chako ajira nyingi zimepatikana na waajiri wengi wamekuja Zanzibar kuja kuwekeza. Mheshimiwa Rais, kwenye kusanyaji wa michango 2020 tulikuwa
tumeingia tunakusanya michango ya bilioni 301, lakini ndani ya miaka mitano Mheshimiwa Rais tumekusanya bilioni 651, sasa na asilimia 116. Kwenye ongezeko la mafao, Mheshimiwa Rais, tulipokutana wewe ulitaka ZSF tuongeze mafao kwa sababu wananchi wengi kipindi kile tumeingia ilikuwa kuna COVID, wakasema ni bora tuangalie tuweze kutoa fao la upotevu wa ajira kwa sababu watu wengi sana wamekosa ajira. Sana uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, kuna mafanikio mengi. Nikianza, kuna mafanikio aina mbili ya kitaasisi na mafanikio kwa wananchi. Tukijipima kupitia ilani ya mwaka 2025 tumeweza kuwafikia wananchi na kuwapatia mikopo yenye thamani ya bilioni 46.12 kama ZEA, na hiyo ni 100% ya ilani kupitia ibara namba 172H ambayo inasema Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inatakiwa itoe mikopo kwa wananchi bilioni 46, lakini sisi tumeshatoa tayari kama ZEA tu bilioni 46.12, lakini kupitia uratibu tumeweza kutoa kama serikali zaidi ya bilioni 80 tukilinganisha sekta zote. Hivyo tumefikia kwa upande wa utekelezaji kupitia ilani tumefikia asilimia 173.2, lakini pia tumeweza kutoa mafunzo kwa wajasiriamali na kuwafikia 13,232. Pia tumeweza kushusha gharama za upatikanaji wa alama ya ubora kutoka 700,000 hadi 50,000. 2020 tulikuwa bilioni 18.3, lakini tumekuwa mpaka bilioni 92 mwaka 2024. Hii ni ukuaji wa asilimia 411. Rasilimali assets tulikuwa bilioni 752, lakini tumekuwa mpaka trilioni 2.8 hivi Septemba. Mikopo tulikuwa bilioni 469, tumekuwa mpaka trilioni 1.5. Huu ni ukuaji wa asilimia 220. Deposits, yani amana za wateja, tulikuwa bilioni 578, tumekuwa mpaka trilioni 2.2. Ile ni ukuaji wa asilimia 280. Mtaji tulikuwa bilioni 109, tumekuwa mpaka bilioni 293 sasa hivi, asilimia 168. Mheshimiwa Rais, kwenye mitandao ya kutoa huduma tulikuwa tuna matawi na vituo vya huduma 23 tu mwaka 2020, lakini sasa hivi tumekuwa mpaka matawi na vituo vya kutoa huduma 46. Pia madarakani miaka mitano hii kuanzia 2021 mpaka sasa hivi 25, tulikuwa tunakusanya bilioni 308.4 na mpaka sasa hivi mwaka 24-25 tumefikia bilioni 861.8. Hili ni sawa na ongezeko la asilimia 179 ya ukuaji wa ukusanyaji wa mapato, ambalo katika taasisi za kikodi hili ni ongezeko kubwa sana ukilinganisha na taasisi nyingine. Mtazamaji wa Keshidi TV, toa maoni yako kuhusiana na video hii. Pia usisahau subscribe, like, share na kucomment. Kutoka katika kiwanja cha Ikulu ilipofanyika hafla ya kumpongeza rais kwa mageuzi ya uchumi wa fedha, Mwarabu Mmadi. Keshidi TV, elimu ni hazina yetu.